Ahlan wa sahlan wa marhaba mtazamaji, ni siku ya Jumanne tarehe 8 mwezi wa 4 2025. Ni matumaini yangu kwamba mzima popote ulipo. Hujambo na karibu katika taswira ya Alshifa TV awamu ya saa moja. Mimi naitwa Joseph Lewa. Serikali ya kaunti ya Mombasa imeanza kuhamisha wagonjwa kutoka hospitali ya rufaa ya Coast General kufuatia kubomolewa kwa jengo kuu maeneo hayo. Jengo hilo linatarajiwa kubomolewa kutumia vilipuzi vinavyotarajiwa kuleta athari katika eneo hilo. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nasri ameamuru wakazi wa eneo la Bondeni hadi Marikiti kuondoka ili kuchunga usalama wao, wakitarajiwa kurudi maeneo yao baada ya shughuli hiyo kukamilika. Maeneo mengine ambayo yataathirika na shughuli hiyo ya ubomozi ni ikiwemo daraja la Nyali. 2 asubuhi mtu yoyote asikae katika nyumba yake, asiende katika msikiti ulioko karibu na sehemu hiyo, asiende katika skuli ambayo kwamba iko karibu na sehemu hiyo, madrasa, watu wasiende makazini kilomita 1.2. Inamaanisha ni kuanzia hapa kwenda mpaka Marikiti, kuanzia hapa kwenda mpaka sehemu ya Pakistani, kuanzia hapa upande huu mwingine nafika mpaka sehemu ya City Blue kwa sababu ya bahari. Kile nitawaomba ni lazima tufanye mpango. Waziri wa masuala ya ndani na utawala Kipchumba Murkomen amemwagiza kamanda wa polisi wa mkoa wa Pwani Ali Nuno kuripoti matukio yoyote ya uvunjaji wa nidhamu miongoni mwa afisa wa polisi kwa inspekta wa polisi. Ni hatua ambayo inalengwa kushughulikia na kupunguza ukosefu usalama katika mkoa wa Pwani kwa kuhakikisha uwajibikaji ndani ya jeshi la polisi. Wenye wanatafuta kitu, I want to tell you this: we will not stop at anything. We will do everything humanly possible to ensure that all of you who are supporting gangs and financing, bailing out, and assisting them to continue this crime, we will arrest you first before we can arrest them. Na tukisalia katika swala hilo ambalo linafungamana na waziri Kipchumba Murkomen, ni kwamba ameonya wanasiasa ambao wanafadhili magenge ya uhalifu kwamba watachukuliwa hatua za kisheria. Akizungumza hapo jana wakati wa ziara yake katika kaunti ya Mombasa, Murkomen aliwataka maafisa wa usalama kuwakamata na kuwaweka ndani ili kuwafunguliwe mashtaka kwa kile anachokidai kwamba ni kuvuruga amani. Regional Police Commandant na County Regional Commissioner arrest these people. I will not provide any cover for any leader, even my best friends, if they are supporting gangs and they are supporting insecurity in this region. That is Na mtazamaji, kumbuka taarifa hizi zinakujia moja kwa moja kupitia kituo chako cha Alshifa TV. Ingia pale kwenye ukurasa wetu wa YouTube, kumeandikwa subscriber Alshifa Digital Kenya. Kitufe kile kumbuka unakibonyeza na ukifinyiriza kisha kwamba kinakupigia tick na utakuwa mwanafamilia wa Alshifa Media Kenya. Zaidi ya familia 200 wameachwa bila makao katika kijiji cha Gazi, eneo bunge la Msambweni, kaunti ya Kwale, baada ya nyumba zao kubomolewa alfajiri wa kuamkia Jumatatu chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa polisi. Vijana waliokuwa wamejihami kwa mapanga na marungu walionekana wakivamia na kubomoa makazi hayo, huku wakazi wakikosa msaada wote. Wakazi hao ambao wamekuwa wakiishi eneo hilo kwa miaka mingi kama maskota wanadai hawakupewa notisi ya kuondoka, na wanasema serikali ilikuwa imewaahidi ekari 306 za ardhi hiyo, ahadi ambayo haijatimizwa hadi kufikia sasa. Hakuna hata jina la mtu mmoja likokuja na kupiga vita tutoke. Mtamtafuta. Tunalilia serikali ituangalie hii haki. Kwa nini sisi tudhulumiwe? Sisi sio wa Kenya. Sisi haki yetu iko wapi? Serikali imeweza kutupatia ardhi ya ekari 306 ili kuweza kuifaidi sisi kama wakazi wa Gasi, lakini wenzetu kwa ubaguzi. Na mtazamaji, moja kwa moja tuweze kuangazia rubaa za kimataifa, ambapo madaktari katika ukanda wa Gaza wamesema leo kwamba mashambulizi ya anga ya Israeli yaliyofanyika usiku wa kuamkia leo Jumanne yameua watu 25 wakiwemo watoto 8 na wanawake 4.
Israeli kwa upande wake imesema kwamba imefanya mashambulizi hayo ikiwalenga wapiganaji wa Hamas na kulilaumu kundi hilo kwa mauaji ya raia hao kwa madai kwamba kundi hilo linafanya operesheni zake katika maeneo ya watu wengi. Israeli imeendelea na mashambulizi yake huko Gaza baada ya kusambaratisha mpango wa usitishaji wa mapigano mwezi uliopita na kusitisha huduma muhimu kama chakula, mafuta, misaada mingine ya kiutu kuingia kwenye ukanda huo, hatua ambayo vikundi vya haki za binadamu vinasema ni uhalifu wa kivita. Kumbuka mtazamaji, kufikia sasa vita vya Israel huko Gaza vimeua zaidi ya watu 50,000 kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza iliyo chini ya Hamas, na Israeli imeapa kwamba itaendeleza mapambano hadi pale Hamas itakapoachilia mateka wake waliosalia. Na moja kwa moja tuelekee kwenye michezo siku ya leo ambapo kindumbwe kinatarajiwa, ambapo klabu ya Arsenal maarufu The Gunners itachuana na Real Madrid Los Blancos kutoka kule katika taifa la Hispania saa 4 usiku, mechi ambayo tutakuletea live hapa Al-Shifaa Media Kenya, Al-Shifaa Radio, vile Al-Shifaa TV. Timu hizo zimekutana mara 3 katika historia na The Gunners wameonekana kuwa kidedea katika mchuano mmoja ambao ulipigwa mwaka 2006. Mkondo wa kwanza klabu ya Arsenal iliweza kushinda 1-0, goli lake Thierry Henry, na mkondo uliofuata mechi hiyo iliishia sare katika uwanja wa Highbury. Kwa hivyo ikikuonyesha kwamba Arsenal wako na moyo mbele kwamba mechi hiyo huenda wakashinda. Mechi zingine Bayern Munich itachuana na Inter Milan majira hayo ya saa 4 usiku. Na mtazamaji, basi bila shaka asante sana kufikia hapo, nasema sina la ziada, kutoa tu shukrani za dhati, shukrani sufufu kwa wote ambao wamefanikisha matangazo haya, kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa Al-Shifaa Media Kenya Mwalimu Mwaguzo, Bragin Maina ambaye amekuwa mwelekezi wa habari hizi, Kenneth Baraka ambaye ni fundi wetu wa mitambo siku ya leo akishirikiana na Salim Nur Zikondo kuhakikisha kwamba matangazo haya yanaenda mubashara hewani. Kwa mara ya kwanza mtazamaji, tumeenda hewani kwa ajili yako. Hii ni kubwa zaidi, hatua ya safari ndefu basi huanza na hatua moja mtazamaji. Asante sana kwa kutenga muda wako. Mimi naitwa Joseph Leo, nakwambia kwamba siku zote jino la pembe halina pengo. Usiku mwema.